Isabela mwanangu ujambo? Sijambo mama mkubwa, shikamoo. Ma, baada siku? Nzuri za nyumbani. Safi upo? Nipo, karibu mama. Upo mwanangu? Nipo. Sijakuona muda mrefu. Nipo mamangu, majukumu, si unajua tena. Majukumu gani? Majukumu hapo gengeni, si unaona hivyo? Genge hilo mwanangu kuachiwa mara moja genge leo tu mara moja basi ndo genge majukumu. Majukumu gani watoto wa siku hizi jamani? Hamna, nipo nakaa hapo gengeni. Unaona hivyo kama watoto wa siku hizi nyewe wavivu. Yaani mkiachwa kazi kidogo mtalalamika. Asa hapo imekuwa genge. Nimeachiwa genge hilo leo. Mama mkubwa. Haya mama yako kaenda wapi? Mama kuna sehemu kaenda. Ametoka. Basi mimi akija mwambie na shida naye na mazungumzo naye kidogo. Ila naenda hivi mara moja nikirudi nitapita tena humu. Sawa. Hamna shida. Mwambie basi mama yako usisahau nitapita. Hamna shida. Haya sawa. Haya, karibu tena. Haya, asante. Mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Jambo. Sijambo mzee wangu. Kwanza nashukuru nimekutana na wewe. Unavyoona huu mguu wangu nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Sasa nilikuwa nakufuata nyumbani kwako, kuna jambo kidogo nilikuwa nahitaji kushare na wewe. Sasa mzee wangu bwana, mimi kijana wako bwana, kuna binti nimempata. Sasa yule binti nilikuwa nahitaji kumuoa. Kama unavyofahamu jamii zetu za Kiafrika, kijana unapompenda mtoto wa kike huwezi ukaenda kwa wazazi wake mwenyewe kujitambulisha. Hivyo utatuma mwakilishi ambaye ni mtu mzima ili akufikishie ujumbe wako. Sawa. Kwa hiyo mimi nimekuchagua wewe uende ukanifikishie ujumbe nyumbani kwao huyo binti. Kwa hiyo nilikuwa naomba katika hilo msaada wako mzee wangu. Sawa kijana, nimesikia ujumbe wako. Kwa hili ndo lilikuwa swala lililotaka kuja nyumbani. Mimi nashukuru kwa kuwa umenichagua. Maana ni vijana wachache ambao huwa wanafikiria kama wewe ulivyofikiria. Maana hiyo ni busara. Vijana siku hizi hawachukui fursa kama hiyo ya kwenda kutoa barua, wanachukua tunakuweka ndani. Na kisha maisha yanakwenda. Lakini kama wewe umeona hivyo na kisha umenifuata mimi, nashukuru katika hilo. Kwa maana pia umeniheshimisha. Ni vijana wachache sana ambao wanachukua maamuzi hayo. Lakini pia naomba nijue labda sehemu ambao nataka kwenda kutoa hiyo barua ni sehemu gani? Kwa sehemu mzee wangu, naam, kwa maana bado kuna michakato mingine sijaimaliza. Kwa hiyo nimekuja kwako ili kukupa taarifa. Kwa hiyo umekuja kunitangulizia taarifa kisha ukijiandaa ndo nitafute tena. Pindi nitakapokamilisha mambo yangu basi nitarudi, nitakuelekeza ni sehemu gani. Basi inshallah Mwenyezi Mungu utaenda kunaniliu kumaliza. Naweza sema ni vyema kwa kuwa umenipatia ujumbe. Tuombe Mungu alete wepesi ile swala lako liende sawa, na utakapokuwa sawa basi utaniletea taarifa tena kisha tutachukua hatua tulimalizia hilo swala lako. Amina mzee wangu, sema inshallah. Shoga yangu nina shida. Nataka unishauri. Si unajua mwanangu mwezi ujao anarudi. Yule Noel nilikoenda. Anarudi. Kwa nataka akirudi nimtafutie mwanamke aoe. Sasa nimepapasa. Sielewi. Hebu tusaidiane. Sawa, sasa ndo umekuja hapa ili tumtafute huyo mtu.
kutafuta Sawa, hamna shida kwa sababu hapa watoto wengi, lakini sasa kuangalia mtoto yule alotulia mwenye maadili mazuri, kwa sababu yule mwanao wa Ulaya sio mchukulie tu ovyo ovyo, si unajua tu watoto wa siku hizi. Ndio hivyo, tutajitahidi kutafuta. Ila mimi lakini nimehangaika. Sasa katika kumtafuta mimi nimehangaika. Wazo langu na akili yangu yote. Mimi nimeona kwako hapa kuna mtoto anamfaa mwanangu. Mbani kwangu? Kuna binti nimemuona atamfaa mwanangu. Nani? Binti yako. Isabela? Ndiyo, shoga yangu. Nataka mimi tudumishe undugu. Tusiishie tu ushoga. Mimi nataka yeye ndugu kabisa. Basi sawa, ngoja akija Isabela nitamuuliza au nitamwambia kutokana na nini watoto hawa. Uwezi ukamchukulia tu mtu wewe nenda kaolewe na fulani. Uwezi kufanya hivyo. Inabidi umuulize mtoto na yeye ujue jibu lake ni nini. Ndio. Sawa. Nategemea majibu mazuri. Maka mimi papasa kote, kila nikitafuta nikifikiria mtoto huyu naona mfai mwanangu. Kila nikifikiria huyu amfai mwanangu. Kasema ngoja niende kwa shoga yangu. Ili tudumishe undugu, maana ushoga tusishie ushoga hapa na pale. Mimi nataka ushoga uwe ushoga kweli. Tena sio ushoga uwe undugu kabisa. Isabela. Yes, mimi. Najua nimekuita ghafla. Na kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Leo asubuhi nimepigiwa simu kutoka kijijini. Nimepewa taarifa hali ya bibi ni mbaya sana. Na unafahamu fika kwamba bibi ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Bibi ndo mtu pekee aliyenikuza mpaka mimi kufikia hapa. Kwa hiyo sina namna. Inanibidi tu niende nikajue anaendeleaje. Lakini anaumwa nini bibi? Mpaka sasa sijajua bibi anaumwa nini. Kwa maana mtu alinipigia simu kunipa taarifa hatukufikia mwisho kwamba akuniambia kwamba bibi anaumwa nini, simu ilikata. Na baada ya pale nimempigia mpaka sasa hivi hapatikani. Kwa hiyo sina namna, inabidi tu niende. Anaondoka sasa hivi? Ya, anapaswa kuondoka sasa hivi. Alafu na mimi naniachaje? Isabela, mimi natakiwa niwahi sana. Kwa hiyo nahisi nikirudi hamna kitu ambacho kitafeli. Wewe mwenyewe najua unaelewa hiyo. Bana, ila mimi nimepumzika. Isabela, acha mambo yako. Hebu nenda kanichukulie begi langu chapu mimi naondoka. Mwanangu Isabela, ujio umeuona? Nimeona mama. Mamako mkubwa yule kaja, kuna mwanae anataka mchumba. Sasa hivi. Kumbe Fred ni mpuuzi Yaani tunapokutana huko mtaani tunataniana tunazingwana, kumbe mwenzangu naye kafanyia kweli. Hapana, sio Fred. Yule mwanawe Noeli. Noeli ndo nani? Wa Uingereza. Ndio anataka mchumba. Kapita kwake kote kakuona wewe mwanangu. Kwa mimi mama hapana. Kwanza mtu mwenyewe simjui. Wewe mwenyewe pia humjui. Kwa hiyo umetoka tu ulikotoka wanaenda kuoa. Mimi sitaki. Kwanza mambo hayo ya kuchumbiana yalikuwa enzi zenu za ukoloni. Sio sasa hivi mamangu. Mimi sasa hivi kweli mimi nitafutie mchumba kunioa. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Yule mama yako mkubwa sio mtu baki. Ni wapa hapa, familia yao tunaijua. Unanielewa? Familia tunaijua vizuri. Angekopo mwingine mwanangu mimi singe kuchagulia kukwambia nenda, hapana. Lakini yule tunamjua, yule mama yako mkubwa hana baya. Unanielewa mwanangu? Yaani umlume sasa hivi tena anze kunitafutia na chumba. Kwanza mimi na mchumba wangu. Na siku sio nyingi ataleta barua. Kwa hiyo mwambie tu kwa hataki. Mwanangu. Kwa kikuuliza mimi bwana yeye amekataa. Amesema ana mchumba wake.